nsemo ibunge wa machoge burabu Mheshimiwa Obadia Habarongo nigo bono aesokire na gukwandira umuswada bw'echibeso bw'omwaka oyo bw'echirubere 2025 nemo oyo hoitetigwe hase bunge nene abo igoro hasatebire nigo airete egetambokero kyogwaka ekura yogotaetia umuswada oyo kubwatekana kering'ani igo ebango eraso umuswada oyo nigo ere egurube ase omwananchi wokonyora gwense. Jina langu ni Barongo Obadia, mbunge wa Bomachoge Borabu kutoka Kisii County. Tumekamilisha shughuli ya kupitisha muswada wa Finance Bill 2026. Mimi nimepinga mswada huo, nimevote no katika bunge leo. Zangu waheshimiwa 44. Lakini tukalemewa na wabunge wa upande wa serikali 122 ambao walipiga kura kuunga mswada huo. Kwa hivyo sasa mswada huo utaelekea katika State House ili uwekwe saini na President Ruto ili serikali ya Kenya iweze kupata njia ya kutafuta fedha zaidi, bilioni zaidi ya 90 katika kuendesha zake. Mimi nimepinga Finance Bill kutokana na kwamba gharama ya maisha imekuwa juu. Wakenya wamezongwa na shida chungu nzima. Kumbukeni ya mafuta imepanda, maisha ina changamoto. Kumbukeni kwamba capitation kwenye shule haiendi. Kumbukeni kwamba ya stima imepanda kutokana ya mafuta kwenda juu. Wakenya wanakumbwa na changamoto nyingi sana. Kwa hivyo kuwaomba tena pesa 90 billion tena kwa mifuko tayari yote walimbikia shida. Kwa hivyo kutokana na hizo sababu mswada huo ulikuwa umependekezwa kwa unajua Wakenya wengi wanategemea mtumba ili kuweza kupata mavazi. Mswada huo pia ulikuwa umependekeza ushuru kwa simu. Wakati ukinunua simu ukiwasha tu hivi unalipa ushuru asilimia 20 na kama excise duty. Kezo kwamba KRA mamlaka ya kukufanyia assessment ya ushuru ambacho KRA inafikiria unafaa kulipa tofauti na ile ambayo unafanya wananchi. Demokrasia inahitaji kwamba ni wachache watoe na wale ambao ni waweze kupitia ya kufanya. So endelea kupitia serikali kupitia kwa mirengo yetu mingi ya United linda mwananchi kuhakikisha kwa serikali iwache ushuru wa kupitiliza ngumu katika nchi. Ambapo mswada huu unaelekea ku wananchi na wao mawazo yao yawekwe pale ili serikali iendelee kuzingatia kwamba kusikiza wananchi ni jambo ambalo ni la maana sana.